niwaombe sana waheshimiwa madiwani, sisi baraza la manispaa kati tuko tayari kufanya kazi pamoja. Tunawatoa hofu kama alivyosema Mheshimiwa DC, sisi watu wazuri sana, tunaupenda kufanya kazi kama timu. Teamwork ni filosofi yetu kwenye baraza la manispaa kati. Wafanyakazi wote tunashirikiana na nyinyi ni pati ya baraza la manispaa. Ili tufanikiwe manispaa kati lazima tushirikiane. Kama alivyoongoza Mheshimiwa DC, na mimi napenda kusema pale sisi wote kwa pamoja tuko wepesi kupokea mapendekezo na mambo yote. Na la muhimu zaidi, kuna vikao, kuna mikutano, kuna ofisi, kuna kuonana. Kwa hiyo tushirikiane sana. Madiwani wilaya kati mkoa Kusini Unguja wametakiwa kufuata wajibu uliowekwa wa kushirikiana na mkurugenzi wa baraza la manispaa kati katika kuhakikisha ukusanyaji wa mapato na kampeni ya safisha pendezesha wilaya kati inafanyika kwa mafanikio makubwa. Akizungumza na madiwani waliokula kiapo cha utii katika kufanya kazi zao ndani ya baraza la manispaa kati, mkuu wa wilaya kati Rajab Al-Rajab anasema kazi za madiwani ni kwenda kuyatekeleza yale yote yanayotakiwa kuinua baraza la manispaa kwa ukusanyaji mapato kwa mashirikiano ya hali ya juu zaidi, pamoja na kuwapongeza madiwani hao walioapishwa. Swala la umoja, mshikamano na mashirikiano, tunakwenda kuanza safari yetu hii mpya. Na kuna wengine labda mtu anajua tu nilikuwa diwani. Hujawahi kuwa diwani wa manispaa kwenye wilaya ya kati. Nyinyi ndio madiwani wa kwanza wa baraza la manispaa kwenye wilaya ya kati. Kwa hiyo kwenye kitabu cha historia itaandikwa hiyo. Kwa pengine wapo mlikuwa madiwani huko nyuma, labda kwenye halmashauri, kwenye baraza la mji, lakini kwenye manispaa nyinyi ndio wa mwanzo. Kwa hiyo na nyinyi mmeenda kuandikwa kwenye historia ya wilaya yetu ya kati. Tuna imani sana kwa sura ambazo unaziona hapa. Tunakwenda kufanya kazi nzuri, na nikuombeni sana tukamsaidie mkurugenzi na meya tuambie tutakayemteua sisi wenyewe, tutakayemchagua kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Na kitu kikubwa cha msingi kwetu, swala la mwanzo, kazi yetu ya msingi kwenye ile sheria ukiangalia, maana yake ni usafi. Na swala jingine ni ukusanyaji wa tozo hizi na ada ndogo ambazo zinakushanywa kwa mujibu. Kwa hiyo tukamsimamia mkurugenzi na watendaji wake, tukaongeze mapato ya wilaya yetu. Kwa sababu ili tuweze kupata trip nyingi na posho nyingi, maana kwanza tukusanye. Anaweza akawa diwani mkali huko, kwa pengine anasema safari nimenyimwa, sijui posho hii imekaa hivi, lakini pengine kwenye wadi ambayo yeye yupo maduka hayana leseni na ya wala haja angalau kuja kukumbushia huku kwa mkurugenzi, angalau akafuatilia tukaona hizo leseni zilipwaje. Lakini kuna maeneo anachimbwa vifusi huko, diwani ndo anakushanya hizo pocho za uchimbaji hivyo vifusi, na anakushanya anaingiza mfukoni, hakushanya kwa ajili ya kuleta Kuna baadhi ya maduka mkurugenzi apita na watendaji anaomba pesa zetu tumempa diwani. Kwa hiyo diwani maana sio jukumu lake kwenda kukushanya hizo fedha. Nafikiri kwenye kikao kile cha mwanzo tutakuja kuelezana vizuri zaidi. Leo tuchukue nafasi kuwapongeza tu kwa kukamilisha zoezi ambalo tumelikamilisha, lakini tunaamini kwa mashirikiano yenu nyinyi madiwani 16 ambao mpo hapa na mmemaliza kiapo chenu hichi leo, tunaamini wilaya yetu inaweza ikaenda mbali zaidi. Naye mkurugenzi wa baraza la manispaa kati Daktari Mwanaisha Ali Saidi anasema baraza la manispaa kati liko tayari kufanya kazi kwa ukaribu na mashirikiano na madiwani wapya ambao kwa mara ya kwanza wanafanya kazi na baraza la manispaa kati ili kuhakikisha baraza linakusanya kodi kwa wakati. Wakati wetu pamoja kama baraza tumepanga kama watakapokuja madiwani wapya tuwaeleze kuwa sisi sasa hivi tumepanda hadhi, tumekuwa manispaa badala ya kuwa baraza la mji. Katika hali ya manispaa inatakiwa juhudi za ziada zipatikane. Tumepanga kuongeza mapato, kuanzisha vyanzo vipya vya mapato. Mfano, tuna majengo yetu mengi ya zamani yamechakaa, tuna mpango wa kuyaboresha kwa kuyabomoa na kujenga nyumba za ghorofa. Kuongeza haiba nzuri ya manispaa ya kati, kuanzisha bustani mpya ambazo tumeshazianza. Tumepanga kuja kuambia madiwani tuna bustani katika roundabout ya Charawe, Ukongoroni, ya Unguja Kuu na hata Tunguu. Unavokuwa manispaa basi tunatamani pia na ule mji haiba yake ipendeze, kuweka bustani katika barabara zetu, kuweka madustbin kwenye barabara kuu ambazo tayari zipo katika
utaratibu wa mbali. Sasa hivi karibu tutaanzisha dustbin katika njia za Tunguu, katika njia za Dungazuze, kuweka dustbin barabarani. Pia tuna wajasiriamali, tuna vijana, tuna mahitaji maalumu wanatakiwa wapewe mikopo. Sasa sisi kama baraza tunawaomba madiwani watakapokuja, ili tuweze kuwahudumia haya makundi, lazima tuwe na mapato ya kutosha. Kwa hiyo tutahakikisha tunawahudumia kama wajibu wetu, kama ile mikopo ya 442 wanapata kwa idadi kubwa, ambao sasa hivi idadi ya vikundi vya wanawake au mahitaji maalum wanaopata idadi haitoshelezi, pia kwa sababu vikundi pia sio vingi. Tunatamani tuanzishe vikundi vipya kuhamasisha jamii kama wajikusanye waanzishe vikundi ili wapate mikopo, kama dhana au imani au hitajio la Mheshimiwa Rais, kama wajasiriamali, vijana, mahitaji maalum wananyanyuka, na sisi ndio wadau wakuu wa kunyanyua haya makundi kwa kupitia mikopo ya 442. Pia tumedhamiria kwa madiwani hawa wapya atakapokuja kuhakikisha swala la usafi katika manispaa yetu linazingatiwa na linafanywa kazi kwa kiasi kikubwa. Hali ya sasa sio nzuri sana, japokuwa tumeimprove hali ya jana si ya leo, lakini bado tunatamani kila mwananchi ambaye anaishi wilaya ya Kati au kila mpita njia wa wilaya ya Kati anafahamu kuwa utupaji taka ovyo sio jambo zuri. Kusafisha eneo lake au mfanya biashara mwenye duka katika wilaya ya Kati, wafanya biashara wote wa maeneo ya Chwaka, Uroa, Dunga, Tunguu, Jumbi, tunatamani wajue swala la usafi ni muhimu sana kwao, na badala ya kutegemea manispaa peke yake. Kwa upande wao, madiwani walioapishwa wakawa na haya ya kusema katika ufanyaji wao kazi na baraza la manispaa wilaya ya Kati. Mimi muono wangu nasema rais kafanya kazi nzuri ya kuniteua mimi, na mimi naahidi nitalisimamia baraza hili kwa kutekeleza majukumu yangu niliopewa, lakini pia namwahidi rais kama anavyotaka yeye tufanye kazi kwa bidii ili manispaa yetu izidi kuwa juu zaidi, iwe jiji. Kwa hiyo muono wangu mimi ni kutekeleza yale majukumu ambayo Mheshimiwa Rais katukabidhi leo. Sasa sote tunajua kama tunakwenda pale lengo na madhumuni kwenda kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa kuwaletea maendeleo wananchi wetu. Tunaenda kumsaidia rais kwa kuwaletea maendeleo wananchi. Kwa hiyo tukifika pale, shamba mikakati yetu ni kwenda kuviimarisha vile vyanzo vyetu vya mapato vyote vilokuwemo ndani ya wilaya yetu ya Kati. Lakini pamoja na kuviimarisha vile ambavyo tunavipatia mapato hapo mwanzo, lakini pia tutabuni mbinu mpya ya kuzalisha vyanzo vipya vya mapato ili kuweza kuikuza manispaa yetu ya Kati. Mwelekeo wangu katika kufanya kazi ni kuhakikisha kwamba mng'aro wa baraza la manispaa Kati sasa unakuja. Manake tunakwenda kuling'arisha baraza la manispaa Kati, kwa sababu tunaamini kwamba wilaya ya Kati ndio wilaya mama ambayo imekushana mambo mengi ya Zanzibar. Kwa hiyo tunataka tuhakikishie Mheshimiwa Rais kwamba ndani ya wilaya ya Kati ndiyo dira na king'aro cha taifa hili la Zanzibar. Naye mkurugenzi wa Zan Green Initiative Ismail Mohamed Hamedi anaelezea jinsi ya taasisi yake inavyofanya kazi pamoja na kuelezea mashirikiano watakayokwenda kuyafanya na madiwani wapya walioapishwa. Kwa niaba ya Zan Green Initiative tunamwahidi mkuu wa wilaya ya Kati pamoja na mkurugenzi wa baraza la manispaa Kati kuwa tutaendelea kuwa pamoja katika kutekeleza majukumu yake. Tutasaidiana kwa hali na mali mpaka pale tutakapohisi sasa wilaya ya Kati imetosheleza kwenye utekelezaji huo, ndiko tutakapohamia wilaya nyingine. Hivyo tunawaahidi madiwani walioapishwa leo pamoja na meya mstahiki ambaye atakuja kuteuliwa hapo baadaye, tutakuwa nao pamoja bega kwa bega kuhakikisha kuwa wilaya ya Kati inatunzika kwenye upande wa mazingira, na pia tunaitengenezea hali nzuri kiasi ya kwamba huu mradi uweze kufikia malengo yake kwa urahisi zaidi. Kuapishwa kwa madiwani hao ni kuendeleza kampeni ya safisha pendezesha wilaya ya Kati ili baraza la manispaa Kati liwe la kupigwa mfano hapa Zanzibar kwa ukusaji mzuri wa mapato. Mimi Amina Andrew Clement nimeteuliwa kuwa diwani wa baraza la manispaa ya Kati Zanzibar, na hapa kwamba
nitaitumikia afisi ya Baraza la Manispaa ya Kati na nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu ya udiwani kwa kadri ya ufahamu na uwezo wangu katika kutekeleza katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, sheria ya mamlaka ya serikali za mitaa na sheria ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kanuni na miongozo ya serikali kuu na serikali ya mitaa. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Mimi Catherine Peter Nao nimeteuliwa kuwa diwani katika Baraza la Manispaa Kati Zanzibar, na hapa kwamba nitaitumikia afisi ya Baraza la Manispaa na nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu ya udiwani kwa kadiri ya ufahamu na uwezo wangu katika kutekeleza katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, sheria ya mamlaka serikali za mitaa na sheria ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kanuni na miongozo ya serikali kuu na serikali za mitaa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mtazamaji KSHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja walipoapishwa madiwani wapya, Mwarabu Mmadi. KSHD TV, elimu ni hazina yetu.